Habari za muda huu ndugu msikilizaji. Karibu katika kipindi chetu. Mtakuwa nami Juma Omari Miti, ni fundi sanifu teknolojia dawa. Napenda kuchukua nafasi hii kuweza kuwafahamisha kuhusu matibabu ya bawasiri. Katika matibabu ya bawasiri tunajikita sana katika kuondoa zile sign ama viashiria vya bawasiri. Kama hapo alivyosema Daktari Mleani, mfano wa viashiria hivyo vya bawasiri ni maumivu katika sehemu ya haja kubwa, lakini pia miwasho katika sehemu ya haja kubwa, kuvimba kwa mirija ya damu katika sehemu ya haja kubwa, lakini pia kubadilika kwa rangi ama rangi nyekundu katika sehemu za haja kubwa. Kwa hiyo dawa zetu hizi zimejikita zaidi katika kuondoa hivi viashiria ambavyo mgonjwa bawasiri anakuwa anavipata. Katika matibabu kuna dawa za aina mbalimbali ambazo huwa zinatumika katika kutibu ama kuondoa bawasiri. Lakini kwa siku ya leo tutazungumzia dawa kuu za aina mbili. Ambapo dawa ya kwanza tutazungumzia Anusol drugs, lakini pia tutakuja kuzungumzia critical drugs. Tukianza na Anusol drugs. Anusol drugs yenyewe hii ni dawa ambapo zipo za aina mbili ama zipo katika namna mbili. Namna ya kwanza inaweza ikawa katika suppository. Nikizungumzia suppository nakuwa namaanisha ni zile dawa ambazo mgonjwa anakuwa anapatiwa na anakuwa anaziweka katika sehemu ya tundu ya haja kubwa, ambapo dawa hiyo itayeyuka yenyewe na kufyonza kwenda katika mwili ili kuweza kufanya kazi yake. Lakini pia namna ya pili ya Anusol drugs pia ipo katika mfumo wa ointment. Tukizungumzia ointment inakuwa katika namna ya ni kama semi-solid ama ni paste like. Kwa hiyo katika matumizi ya hizi dawa itategemea pia na condition ya mgonjwa. Kuna mgonjwa ambaye anaweza tu akatumia Anusol suppository peke yake, na kuna ambaye anaweza akatumia Anusol kama suppository lakini pia akatumia pia na Anusol kama ointment, kutegemeana na stage ama aina ya bawasiri ambayo mgonjwa amefikia. Kwa hiyo mara nyingi mgonjwa lakini huwa anatumia suppository. Namna anavyotumia kama tulivyosema, huwa anachukua anaiweka katika tundu ya haja kubwa, na mara nyingi zaidi huwa tunashauri dawa hizi azitumie wakati wa usiku. Akishamaliza shughuli zake, amerudi nyumbani, ametulia, anataka kupumzika, ndo vizuri anakuwa anachomeka hii dawa katika sehemu ya haja kubwa ili iweze kufanya kazi vizuri akiwa amepumzika. Na mara nyingi hizi Anusol suppository mgonjwa wetu anaweza akatumia ndani ya siku 14 mpaka siku 30, kutegemeana na hali atakavyokuwa anaendelea kujisikia wakati akiwa anatumia hii dawa. Lakini pia tumesema miongoni mwa kazi kubwa ya hii dawa ni kuondoa vile viashiria ambavyo mgonjwa anakuwa anavipata wakati akiwa na huu ugonjwa wa bawasiri. Mfano tumesema ni maumivu, kwa hizi dawa zinasaidia kuondoa maumivu kwa mgonjwa, lakini pia zinasaidia kuondoa miwasho kwa mgonjwa wetu wa bawasiri, lakini pia zinaenda kusaidia kuondoa, lakini pia tumesema zinasaidia kwenda kuondoa uvimbe ambao unapatikana katika zile blood vessels, lakini pia inasaidia kuondoa discoloration ambayo itakuwa imetokea katika sehemu hiyo ya haja kubwa ikifuatiwa katika zile blood vessels. Lakini pia kama tulivyosema hapo awali, pia unategemea na stage ya mgonjwa. Mwingine anaweza akashauriwa kutumia hizo Anusol drug suppository ikiambatana na Anusol ointment. Zote zinafanya kazi moja, lakini akizitumia kwa pamoja ile effectiveness inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo itamfanya apate relief ama apone zaidi ukilinganisha na ambaye atatumia moja. Lakini pia mgonjwa anapokuwa anatumia hizi dawa, kuna kitu tunakiita kama ni side effect
ama matokeo ambao atakuwa anayapata wakati akiwa anaendelea na dawa hii. Cha kwanza, mara nyingi especially kwa wale watu ambao wanakuwa na hypersensitive, tunaweza tukasema kama ni allergy ya labda ya dawa ama zile active ingredients ambazo zinapatikana katika dawa yetu. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na experience miwasho na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo ni vya kawaida na kitaalamu vinajulikana kwamba mgonjwa atakapokuwa anatumia hizi dawa, kutegemeana na hali ya mgonjwa na nature ya mgonjwa, itakuwa anapata hivyo viashiria. Lakini pia dawa ya pili tulisema tutazungumzia kuhusu critical drugs. Hii dawa ya critical yenyewe pia ipo katika namna mbili. Namna ya kwanza ipo katika mfumo wa vidonge, lakini katika namna ya pili ipo pia katika mfumo wa ointment, ama tunasema ni kama paste like. Mara nyingi mgonjwa pia anatumia hivi vidonge, lakini pia anaweza akatumia hizi ointment za critical pia kutegemeana na condition ya mgonjwa. Kwa mara nyingi huwa tunaanza na mgonjwa kutumia tablets. Hizi tablets pia zenyewe mgonjwa anatumia mara moja kwa siku ndani ya siku 14 mpaka siku 30, kutegemeana pia na condition ya mgonjwa na hali ambayo mgonjwa wetu yupo nayo. Lakini pia katika namna hiyo pia tunaweza tukaendelea kwa kusema kwamba hii critical drugs yenyewe pia inafanya kazi katika namna kama ile ya mwanzo. Yenyewe inasaidia katika kuondoa zile sign and symptoms of inflammation, ama vile viashiria ambavyo mgonjwa anakuwa anavipata wakati akiwa na bawasiri. Na mara nyingi hii dawa tunapenda mgonjwa, hii ya tablets ya vidonge na hii ya ointment, especially hii ya ointment tunapenda mgonjwa atumie baada ya kwenda haja kubwa. Tunapenda atumie, asije akaweka hii dawa ambayo ni kama paste katika sehemu ya haja kubwa akaipaka alafu akaenda chooni, kwani atakuwa ameisafisha ile dawa, na hiyo relief ambayo tunaitegemea kuipata matibabu atakuwa ameyapunguzia nguvu. Kwa tunapenda aende kwanza haja kubwa kama anayo, then baada ya hapo ndo atumie dawa yetu. Lakini pia mara nyingi tunasema kwa hizi tablets mgonjwa anaweza akatumia kama tulivyosema, inategemea. Mwingine anaweza akatumia siku 14 mpaka 30 kutegemeana na condition ya mgonjwa. Lakini pia wakati anatumia hizi dawa pia kuna side effect ambazo tutakuwa mgonjwa anazipata, ikiwemo miwasho atakuwa na experience, lakini pia kwa kiasi kidogo anaweza akapata maumivu ama discomfort ya tumbo wakati akiwa anatumia dawa hii. Lakini pia naomba pia nizungumzie kwa uchache kuhusu vilainishi ambavyo pia mgonjwa anaweza akatumia wakati huo anaendelea na dawa zetu hizo mbili ambazo tumezungumzia. Either akatumia hiyo anosol drugs ama akatumia hiyo ointment drugs. Ni vizuri akaambatanisha na vilainishi ili wakati anaenda haja kubwa basi asitumie nguvu kubwa sana kupush, hivyo anaweza kusababisha either vinyama kutoka nje ambavyo inakuwa pia inasababishwa kutokana na hivyo kutumia nguvu kubwa anapoenda haja kubwa. Vilainishi vipo vya namna nyingi, lakini kwa leo nitavitaja vya aina mbili. Kuna ambavyo tunavitemu kama glycerin. Hivi glycerin yenyewe tunasema ni mafuta ambayo pia mtu anaweza akatumia. Lakini pia kuna mineral oils, ambazo hizi mineral oils mara nyingi zinakuwa zimechanganywa katika vyakula. Mfano katika yogurt utakutana na hizo mineral oils ambazo zinasaidia kwenda kupunguza ule msuguano wakati huyu mtu anavyoenda chooni, hivyo kufanya kuondoa kutopata choo kigumu. Lakini pia kuna petrolactam ama yenyewe inaweza kutumika kama ni Vaseline. Yenyewe pia inasaidia katika kutengeneza unyevu katika hiyo sehemu ya haja kubwa, hivyo kumfanya mtu anapoenda chooni basi kuwa kuna ulaini ama ile smoothness wakati anatoa haja kubwa. Lakini kwa hii glycerin ambayo tumeitaja mwanzoni yenyewe
Yenyewe hii mara nyingi mgonjwa anakuwa yenyewe hii inatumika kama kusaidia kulainisha choo. Kwa hiyo yenyewe tunasema ina kama laxative properties. Kwa mgonjwa anavyotumia, tunategemea hatakuwa anapata choo kigumu kutokana na matumizi ya hii glycerin. Lakini kitu cha msingi cha kusisitiza, ndugu msikilizaji, mara nyingi hatushauri mgonjwa anapokuwa na hizi dalili akatumia moja kwa moja dawa. Tunamshauri aende kwanza hospitali, hajulikane yupo katika stage gani ama katika grupu gani la bawasiri, ili hawezi kupatia dawa ambayo itakuwa ni proper ama nasema ni sahihi kwa condition alionayo, ili aweze kuinsure anakuwa na effectiveness katika treatments ya bawasiri ambayo yupo nayo. Na sio labda ukihisi hizi viashiria ambavyo daktari amevisema basi moja kwa moja unakimbilia kwenda kununua dawa. Hiyo inakuwa sio sahihi. Ni vizuri ukishapata viashiria unaenda hospitali, unafanyiwa vipimo, unajulikana upo katika stage gani, then utapatiwa dawa kulingana na hali ulionayo. Asanteni.